alikuwa anafanya kazi ya ulinzi katika ikulu. Alikuwa maskini ila alipenda furaha na kucheza na watoto. Siku moja alipiga mpira, bahati mbaya ukampiga Malkia usoni. Alikamatwa na kufungwa gerezani kwa utovu wa nidhamu akisubiri hukumu ya kifo. Ghafla panya wa miujiza alitokea na kumwambia, "Tazama katika meza iliyopo ndani ya selo kuna kadi za miujiza." Alipoingia kweli alikuta karata za miujiza. Askari magereza alipomuona, kwa kuwa alikuwa ni rafiki yake zamani, alikuwa naye ni askari magereza, wakaamua kucheza, lakini kila walipocheza askari huyu aliliwa kila kitu mpaka funguo za selo. Huyu bwana alipoingia mtaani alianza kuzunguka kwenye makasino akicheza kamari kwa karata zile na kuwala pesa matajiri hata wanasiasa. Akaletwa mbele ya mfalme. Mfalme naye akajaribu kucheza naye, akajikuta akiliwa kila wakati, na mwisho akaamua kumpa cheo bwana huyu awe waziri wa mambo ya diplomasia. Bado aliendelea na mchezo wake wa kamari, hakuacha. Mwisho mfalme alivutiwa sana na mtu huyu na akaamua hata kumpa binti yake aolewe naye, lakini mawaziri wenye wivu walienda kwa binti huyu mfalme na kumwambia, "Huyu bwana anakuzunguka na ametuambia kwa siri kwamba wewe ni mbaya na haufai, hakupendi." Mtoto wa mfalme naye akaamini, tena wakampa sumu, wakamwambia, "Nenda kaziibe zile karata kisha umpe sumu hii." Kweli aliiba karata na kumpa jamaa sumu, na alipozimia wakamchukua kwenda kumtupa polini akafie mbali. Lakini huko mwisho aliamka baadaye akiwa anatembea, alichuma tunda kwa bahati mbaya. Alipolitafuna kumbe lilikuwa ni tunda la miujiza. Pembe ndefu ziliota katika mti. Alipopata tunda jingine la kijani, alipokula pembe zile ziliondoka. Akajibadilisha muonekano na akarudi kulipa kisasi. Akamfuata mfanyakazi wa princess na kumwonjesha tunda. Ghafla bibi yule mzee uliondoka, alikuwa mrembo na binti wa kuvutia. Alikimbia ndani na kwenda kwa binti mfalme ambaye sasa alikata tamaa akihisi yeye ana muonekano mbaya. Alipofika hapo akamwambia, "Kuna habari njema, nimepata matunda yanayomfanya mtu kuwa mzuri." Aliporudi akabadilishiwa na akapewa matunda yaliyoiva, yale ya kufanya pembe ziote. Alikula kwa fujo, yaliota mapembe marefu. Ikulu nzima ikachanganyikiwa, binti mfalme ameotwa na pembe. Waliitwa madaktari wengi kwa ajili ya kuja kumtibu. Kila daktari alishindwa, na mwisho kijana akaingia. Akamuuliza binti, "Kwa nini uliamua kumtupa yule kijana mara ya kwanza na uliamua kumpa sumu?" Binti akaeleza kila kitu wazi kwamba, "Nilishawishiwa, mimi bado nampenda." Hapa bwana moyo wake ukanyooka na akaamua kumtibu. Alimpa tunda na alipokula pembe zile zilikatika. Sasa akaanza kuyala kwa vurugu na matunda yale yalizidi kumuongeza uzuri na akawa na mvuto wa kuvutia. Ndipo kijana alipojifuta zile ndevu za bandia na kubadilisha muonekano wake. Binti hakuamini. Sasa wakawa wameungana tena na zile karata zikapeperuka na mtu hakuzipata tena. Mfalme kuona hivi alifurahi sana na akamkabidhi rasmi binti mfalme kuwa mke wa bwana huyu. Ama hakika asiyefaa kafaa. Kutoka kuwa mlinzi wa ikulu, safari yake sasa na kuwa mfalme.